Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, sifa kwa Mungu. Tunafika tena mwezi wa 4 katika mwaka huu wa 2025. Ndugu yangu, hili sio jambo la kawaida. Hili sio jambo la kawaida. Ajalishi ni mangapi tunayapitia, ajalishi ni mangapi tunayaona, lakini vema sana kumshukuru Mungu kwa kuona ya kwamba mimi na wewe bado tuko wazima. Kwa maana kuna wengine ambao walipoteza afya zao, kuna wengine ambao katika mambo mengi tofauti, lakini kwa kuwa tuko wazima ni kwa sababu ya kwamba Mungu ana makusudi katika maisha yangu mimi pamoja na katika maisha yako wewe. Haleluya. Kwa majina mimi naitwa Delphin, na siku leo tutaenda kujifunza somo nzuri ambalo nasema ya kwamba msaidizi wetu, msaidizi wetu. Na tutakuwa katika ile kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari ule wa 16 hadi 17. Kitabu kile cha Yohana 14 mstari ule wa 16 mstari wa 16 hadi 17. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. So ukisoma kitabu hiki cha Yohana 14 kuanzia mwanzo, utagundua ya kwamba ni wakati ambapo Kristo alikuwa amejua ama amekuwa ameelewa kwamba wakati wake wa kufa umekaribia, ama wakati wake wa kusulubiwa umekuwa umekaribia. Na Kristo hakutaka maneno haya baki ndani yake peke yake, kwa maana alijua ya kwamba kuna mengi ambayo wanafunzi wanahitaji kujua. Kuna vingi ambavyo watumishi wake ama wafuasi wake wanahitaji kuyajua. Bwana Yesu asifiwe. So Kristo aliweza kuwaita wote kwa pamoja na akaweza kukaa nao ili aweze kuambia. Na katika maongezi ambayo Kristo alikuwa pamoja na wanafunzi wake, ili iweze kutufunulia ya kwamba aliweza kuwafunulia mambo mengi makubwa. Aliweza kuwafunulia siri nyingi ambazo ni za ufalme. Haleluya. Na moja ya siri hizo ambazo Kristo aliweza kufunua kwa wanafunzi wake ilikuwa ni siri ya kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Lakini katika maneno yote ambayo Kristo aliweza kuongea nao, aliweza kutufunulia ni namna gani wanafunzi wa Kristo walikuwa bado hawajamjua Kristo. Haleluya. Aliweza kutufunulia namna gani wanafunzi wa Kristo, japokuwa walikuwa wanatembea na Kristo, japokuwa walikuwa wanamjua, walikuwa wanashinda pamoja na Kristo, wanalala mahali pengi sana mahali pamoja, lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba ni namna gani kwa maswali waliomuuliza, kwa vitu walikuwa wanaviongea, maandiko yanatuonyesha ni namna gani ambavyo wanafunzi walikuwa bado hawajamjua Kristo. Haleluya. So hii inatuonyesha ni namna gani ya kwamba japokuwa tunaweza kuwa tunaenda kanisani, japokuwa tunaweza kuwa tuko waimbaji, tuko wahubiri, lakini kama tusiposaidiwa na Bwana, kama tusipopata msaada wa Mungu, inaweza kuwa ni vigumu mimi na wewe kwa kuweza kumjua Mungu, kwa kuweza kumjua Kristo. Haleluya. So ilipofika katika hizi kitabu hapa Yohana, katika huu mstari ama hii mstari wa 16, kuna kitu ambacho Kristo aliweza kukisema. Haleluya. Kuna neno ambalo Kristo aliweza kuisema, na tuenda kuangalia katika Biblia ambapo Kristo aliweza kusema. Yohana 14 mstari wa 16, Biblia inasema ya kwamba, mstari wa 16 maandiko yanasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Amen. So Kristo anasema ya kwamba nami nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So Kristo alipomaliza katika maongezi, alipokuwa katika maongezi na wanafunzi wake, aligundua ya kwamba kwa kazi ambayo mimi nitapatia hao wanafunzi, kwa kazi ambayo mimi nitapatia wanafunzi hao waweze kuifanya, wanahitaji msaidizi atakayeweza kuwasaidia. Na msaidizi huyu ataweza kukaa pamoja nao, ataweza kukaa nao tu siku 2, ataweza kukaa nao tu siku 1, lakini msaidizi huyu atakaa pamoja nao milele. Bwana Yesu asifiwe. Kristo alisema nitaomba Baba awape msaidizi mwingine. Haleluya. Japokuwa Kristo alikuwa msaidizi, lakini palihitajika msaidizi mwingine. Kristo hakuwa msaidizi ambaye ataweza kubaki nasi siku zote. Kristo hakuwa msaidizi ambaye ataweza kubaki nasi masaa zote, lakini kwa sababu alikuwa katika mwili, alikuwa ni msaidizi wa muda kidogo. Haleluya. Ndio maana kaambia wanafunzi wake ya kwamba nitamwomba Baba awape mwingine msaidizi atakayeweza kubaki nanyi siku zote.
Haleluya. So msaidizi ambao Kristo alimuomba Baba sio msaidizi ambaye alikuja kukaa nasi siku 3, alikuja kukaa nasi miaka 3, lakini msaidizi huyu alikuja kukaa pamoja nasi siku zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma ile mstari ule wa 17, maandiko yanasema ya kwamba katika ile mstari wa 17, Yohana 14 mstari wa 16 nasema ya kwamba ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Roho huyu ama msaidizi huyu sio mtu wa kawaida, atakuwa sio mtu, lakini msaidizi huyu atakuwa ni Roho. Msaidizi huyu atakuwa ni Roho, na ulimwengu hujamjua, lakini mimi na wewe tunamjua. Maana moja ama nyingine, Kristo anamaanisha ya kwamba wale wote waliookoka, wale wote ambao walimwamini Kristo wako na Roho Mtakatifu. Kwa maana wale ambao hawajaokoka, mtu hawawezi kumwelewa, hawawezi kumpokea Kristo, lakini yoyote ambaye aliokoka, Roho huyu iko ndani yake, Roho huyu anafanya kazi ndani yake. Haleluya. So huyu msaidizi ambaye iko pamoja nasi, huyu msaidizi ambaye Kristo alimuomba Baba kwa ajili yetu, msaidizi huyu ni Roho. Tumaini ya kwamba wanafunzi walianza kujiuliza mambo mengi. Je, wewe ulikuwa msaidizi wetu mwema? Wewe uliweza kutusaidia kwa sababu tulikuona, lakini huyu msaidizi ambaye anaikuja tutamuona aje? Unasema ya kwamba ni Roho. Natumaini ya kwamba wanafunzi walikuwa na maswali, sio tu kwa sababu Kristo anaenda, lakini maswali pia ya kujiuliza, je, huyu msaidizi ambaye anayekuja atakuwa wa namna gani? Haleluya. Biblia inasema ya kwamba msaidizi huyu anakaa ndani yetu, mimi na wewe. Inamaanisha ya kwamba wewe ndani yako ama mimi na wewe ndani yetu tuna Roho Mtakatifu. Tuna Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, na ambaye huyu msaidizi akuja kwetu tu kwa siku moja, akuja kwetu tu kwa mara moja, lakini huyu msaidizi iko kwetu mimi na wewe milele. Na Roho huyu Mtakatifu anatupatia kweli yote, anatusaidia yote katika yote ambayo tunayohitaji. Haleluya. Ndio maana kile kitabu cha Zakaria, maandiko yanasema ya kwamba si kwa silaha ama si kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, bali ni kwa Roho wa Mungu. Kile kitabu cha Zakaria 4:6, si kwa silaha ama si kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Inamaanisha ya kwamba kuna mengi ambayo hatuwezi kuyajua, kuna mengi ambayo hatuwezi kuyafanya, kuna mengi ambayo hatuwezi kutembea ndani bila kusaidiwa, bila kupata msaada kwa Roho Mtakatifu. Yote ambayo tunayohitaji, yote ambayo tunayopenda, msaada uko katika Roho Mtakatifu. Lakini nashangaza ya kwamba kizazi hiki ambacho tunachotembea ndani ni kizazi ambacho tumemtupilia Roho Mtakatifu. Tunajipenda kujisaidiza wenyewe, tumeacha usaidizi wa Roho Mtakatifu na tunataka kujisaidiza sisi wenyewe. Haleluya. Katika hii dunia, katika kazi ya Bwana, tunamhitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Na tusipopata msaada wa Roho Mtakatifu, hatuwezi kuenenda vile ambavyo mapenzi ya Mungu anataka. Hatuwezi kutembea vile ambavyo Mungu anapenda, kwa maana Roho Mtakatifu iko kwangu, iko kwako kwa ajili ya kutusaidia. Haleluya. Kuna mengi leo tunayopitia, kuna vitu vingi ambavyo tunayopitia ni kwa sababu tuliamua kutembea sawasawa na akili zetu. Ni kwa sababu tukutaka msaada kwa Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu tulitaka kujisaidia wenyewe bila kutaka kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mtakatifu iko kwangu, ni kwangu mimi na wewe, ili aweze kutusaidia. Anakaa pamoja nasi. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mwili wako na wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu amekaa ndani yetu, ni kwa sababu anaishi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna mahali na kuna sehemu 4 kubwa ambapo Roho Mtakatifu anatusaidia. Haleluya. Kuna mahali pa 4 ama sehemu 4 ambapo Roho wa Bwana anatusaidia mimi na wewe.
Haleluya. Na sehemu ya kwanza ambayo Roho wa Mungu anatusaidia mimi na wewe, anatusaidia katika maombi. Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi. Ndugu yangu, nikwambia ya kwamba wewe japokuwa unasema kwamba uko muombaji, unaomba kama mashine, unaomba kama haje, lakini hauwezi ukaomba vile ambavyo Mungu anapenda kama usaidiwi na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kama usaidiwi na Roho Mtakatifu, hauwezi ukaomba ipasavyo. Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 26, kuna kitu Biblia inasema mahali pale. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Warumi 8 mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So Roho peke yake ndiye ambaye anaweza kutusaidia kuomba ipasavyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Unajua mimi na wewe tuko na madhaifu ndani yetu. Na madhaifu sio tu kwa sababu hatujui kuomba, na madhaifu ni kwa sababu mimi na wewe tuliumbwa na mwili ambao uko na madhaifu ndani yake. Mwili huyu uko na madhaifu, na muda mwingine udhaifu mkubwa ambao mwanadamu iko nao ni udhaifu wa kuwa selfish, ama ni udhaifu wa kujipenda. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi yetu sisi wanadamu, tukiomba kupitia mapenzi yetu ama tukiomba kwa nguvu zetu, ni ile kwenda Bwana nipe, Bwana nipe, Bwana nipe. Haleluya. Lakini kuna muda tunatakiwa kwenda katika maombi kufanya fellowship, ama kwenda tu kuzungumza na Bwana, ama kwenda kuombea watu wengine. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa mwanadamu ndani yake, akitumia nguvu zake, anaweza kutaka kuomba tu kuhusiana na benefits ambazo zinatakiwana katika maisha yake. Haleluya. So Roho Mtakatifu ni msaada tosha, ni msaada mkubwa katika maombi yetu. Ndio maana kuna muda katika maombi unakuta mtu unaanza kunena kwa lugha, unakuta mtu unaanza kusema vitu ambavyo huelewi, maneno ambayo hukuweza kuyapanga ama hukuweza kuyapanga kama utaweza kuyaomba. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anasaidia madhaifu yetu katika maombi. Haleluya. So sehemu ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia ni katika maombi. Lakini leo vijana, siku ya leo tunakataa msaada wa Roho Mtakatifu katika maombi. Ndio maana inakuwa vigumu kuomba. Ndio maana inakuwa vizuri kukaa katika maombi muda mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo aliwaambia mitume wake ya kwamba, je, mnashinda kukaa naye? Mnashinda kukaa pamoja nami hata kwa saa moja? Haleluya. Na maanisha ya kwamba kuna muda ambao yatakikana tukienda katika maombi pawe muda fulani. Lakini leo inakuwa vigumu kuomba hata dakika 5. Ni kwa sababu ya kwamba tunatumia akili zetu katika kuomba, na tunashinda kumwacha Roho Mtakatifu atusaidie katika maombi. Haleluya. Namna ya pili ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia, Roho Mtakatifu anatuongoza. Haleluya. Roho Mtakatifu anatuongoza. Haleluya. Ni kwetu tunaweza kujiongoza peke yetu, ni kwetu tuna nguvu ya kujiongoza peke yetu, lakini katika Biblia inasema ya kwamba mawazo ya Mungu sio mawazo ya mwanadamu. Biblia inasema ya kwamba kuna mambo ambayo yanaonekana mema katika machoni pa wanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Haleluya. Ndio maana mimi na wewe tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu kile cha Yohana 16 mstari ule wa 16, kitabu kile cha Yohana 16 mstari ule sura ile 16 mstari wa 12 hadi 13, Biblia inasema mambo makubwa mahali pale. Biblia inasema mambo makubwa mahali pale. Haleluya. Yohana 16 mstari wa 12 hadi 13, Biblia inasema ya kwamba, maandiko yanasema, hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yote yajayo atawapasha habari yake. Amen. Haleluya. Roho Mtakatifu peke yake ndiye ambaye anaweza mamlaka ya kutuongoza katika kweli yote. Ni kweli Roho Mtakatifu ama Mungu anaweza kutumia watu kutuongoza. Ndio maana tuna baba za kiroho,
lakini tukihitaji kweli zaidi, kweli ambayo ni kweli yote, tunatakiwa kuwa na urafiki na kuwa na umoja na kumwacha maisha yetu ili Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Haleluya. Ndio maana Roho Mtakatifu iko kwa kila mtu. Yoyote ambaye aliokoka iko na Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu kuni kwetu tunahitaji baba zetu watuongoze, ni kwetu tunahitaji watu watuongoze, lakini pia ni vema zaidi Roho Mtakatifu aweze kutuongoza mimi na wewe. Haleluya. Na kama Mkristo ni vema uijue sauti yako ya Mungu. Ni ndio maana, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye ambaye ataweza kutuongoza na kutuambia kwamba msikilize mtumishi huyu, kwa maana ni mtumishi wangu, msikilize huyu na huyu. Unajua leo watu wengi wanaenda katika shida, wanaenda katika mabaya, ni kwa sababu utakuta wanasikiliza watu ambao sio ambao Mungu anatamani wasikilize. Unakuta watu wako katika vitu ambavyo sio ambavyo Mungu anahitaji viwe vitu vizuri kwao. Kwa maana kuna mambo yanaonekana mema katika machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Haleluya. So kuna vitu ambavyo tukavifanya katika mwili, kwa vikaonekana kweli kwetu ya kwamba ni vema, vikaonekana kweli kwetu ya kwamba ni vizuri, lakini mwisho wake ni mauti. Ndio maana ni vema mimi na wewe tuweze kuongozwa, tuweze kutegemea Roho Mtakatifu atusaidie katika uongozi, tuende katika mambo ambayo Mungu anataka tuyaende ndani. Tuende tusikilize watu ambao Mungu anatamani tuwasikilize. Tuende katika wazazi wema, tuende katika watu ambao Mungu anatamani waweze kutuongoza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So na namna ya tatu ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia, anatufunulia mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu anatufunulia mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari ule wa 27, maandiko yanasema mambo makubwa. Haleluya. Namna ya tatu ambayo Roho Mtakatifu anatuongoza, anatufunulia mapenzi ya Mungu. Kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 27, Biblia inasema, sura ya 8 mstari wa 27, maandiko yanasema ya kwamba na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Amen. Haleluya. Unajua ndugu yangu, namna nyingine kubwa ambayo adui anaitumia kumpiga Mkristo, namna nyingine ambayo adui anaitumia kuwapiga Wakristo ni kuwatoa katika mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ukiangalia Adamu alipokuwa katika mapenzi ya Mungu, Adamu alipokuwa katika njia ya Bwana, alikuwa sawa, alikuwa vema, lakini adui alipotaka kumwangamiza, aliweza kumtoa kwanza katika mapenzi ya Mungu. Na leo kuna wengi ambao tunaangamia, kuna wengi ambao tunakosa njia, ni kwa sababu tunatembea kinyume na mapenzi ya Bwana. Na inampatia adui njia ya kuweza kutupiga, inampatia adui njia ya kuweza kututoa katika mstari, ni kwa sababu tulishindwa kuyajua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yangu na wewe ni kututembeza, ni kutuongoza katika mapenzi ya Mungu, ni kutufundisha, ni kutujulisha haya ni mapenzi ya Mungu, fanya hili ni mapenzi ya Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hata katika maombi, hata katika maisha, hata katika ndoa, hata katika biashara, hata katika kusudi, hata katika wito, ni lazima tuwe katika mapenzi ya Bwana. Haleluya. Ndio maana nakutana Biblia inasema ya kwamba kuna wale aliwapatia wainjilisti, kuna wale aliwapatia wa mitume, kuna wale aliwapatia kuna Mungu aligawanya wito tofauti kwa sababu kila mtu awe katika mapenzi ya Bwana. Haleluya. Ni kweli Mungu anaweza katugawanya na kabatia mtu mazawadi tofauti, lakini vema tukae katika liyo mapenzi ya Bwana. Na Mkristo asipojua katika mapenzi ya Bwana, utaiona kazi ya Mungu kuwa ni uzito. Utaiona kazi ya Bwana kuwa iko na vitu vingi ambavyo ulikuwa utarajii, kwa sababu tuko kinyume na mapenzi ya Mungu. So Roho Mtakatifu anatufundisha, anatusaidia kuyajua ni nini mapenzi ya Bwana. Na watu wote ambao watembea katika ushindi ni wale ambao walitoa maisha yao Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza kwa nini au ni wapi yaliyo mapenzi ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la 4 ambalo Roho Mtakatifu anatusaidia ndani hapo, Roho Mtakatifu anatupatia nguvu.
Roho Mtakatifu anatupatia nguvu. Ndugu yangu, napenda kuambia kwamba utangaza injili ama kwenda kuhubiri injili hakutakiwi tu maneno, hakutakiwi tu kusema sema, lakini kutangaza injili panahitajika nguvu, panahitajika uweza, na huyo uweza ni Roho Mtakatifu ambaye anaweza tu kutusaidia mimi na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So Roho Mtakatifu anatusaidia, anatupatia nguvu. Ndio maana tusoma kile kitabu cha Mika sura ile ya 3 mstari wa 8, ile parti au ile inasema ya kwamba bali mimi hakika nimejawa na nguvu ya Roho ya Bwana. Nabii anasema kwamba alijaa na nguvu na Roho ya Bwana. Kutabiri panahitaji nguvu za Roho za Mungu. Kuhubiri injili katika uimbaji, katika ili watu wabadilishwe, kutangaza injili ili watu waokoke, panahitajika nguvu za Roho za Bwana. Panahitajika nguvu ya Roho ya Mungu. Panahitajika nguvu fulani. Haleluya. Injili inatakiwa ende na nguvu. Haleluya. Injili pasipo nguvu pana udhaifu. Injili pasipo nguvu hatuwezi kumtangaza Kristo. Ndio maana Roho wa Mungu anatujaza nguvu mimi na wewe, anatupatia uwezo mimi na wewe, ili tuende tukaitangaze injili katika ukamilifu. Haleluya. Nabii anasema ya kwamba nimejawa na nguvu kwa Roho wa Mungu. Haleluya. Kristo alipomaliza kuongea na wanafunzi wake, alipomaliza kuhubiri, alipomaliza kazi yake hapa duniani, alipomaliza kazi ambayo alikuja kuifanya, maandiko yanasema wakati alifufuka aliwatokea wanafunzi wake. Na Biblia inasema ya kwamba aliwaambia, enendeni ulimwenguni kote mkaitangaze habari njema. Lakini ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume aliwaambia kwamba msiondoke Yerusalemu. Haleluya. Matendo ya Mitume ile sura yake ya kwanza. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Kristo alifunua jambo kubwa. Aliwaambia msiondoke mpaka mjazwe. Msiondoke mpaka mpokee nguvu. Haleluya. Acha tusome kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 8. Biblia inasema, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, naye mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Amen. Haleluya. Wanafunzi wasingeweza kukuwa washahidi bila nguvu ama uwezo wa Roho Mtakatifu, bila kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Na Roho Mtakatifu kabla yeye kuja, kabla bado hajapokea nguvu, wamitume walikuwa katika uoga, walikuwa katika udhaifu, lakini Biblia inaonyesha kwamba hata kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, maandiko yanaonyesha vile ambavyo wamitume walipokea uweza, Roho Mtakatifu aliweza kujifunua, na Biblia inaonyesha vile ambavyo waliweza kubadilishwa, na Petro akaweza kuhubiri injili na nguvu, na kwa sababu injili ilitoka pamoja na nguvu, Biblia inaonyesha vile ambavyo watu waliweza kuokolewa. Haleluya. Biblia inaonyesha kwamba hawa ni wale watu ambao walikuwa wakitoa pepo inashinda kutoka. Haleluya. Lakini walipopokea nguvu, maisha yao yalibadilishwa, maisha yao yalijengwa. Haleluya. So Roho Mtakatifu ana kazi kubwa katika maisha yetu, na kuna kazi nyingi ambazo Roho Mtakatifu anatusaidia mimi na wewe. Haleluya. Lakini tunahitaji kuweza kujishusha, na kazi kubwa ambazo Roho Mtakatifu anatusaidia ni leo hizi ambazo tuliweza kuzizungumzia. Ana kazi nyingi, lakini leo tuliweza kuzungumzia 4. Lakini kikubwa, ndugu yangu, napenda kukumbusha kwamba tunamsaidizi mimi na wewe. Tunamsaidizi ambaye anatusaidia mambo makubwa. Tunamsaidizi ambaye ataweza kutushimamisha na kututoa katika ile makonfusion ambayo tuko nayo, kutoka katika ile doubt ambayo tuko nayo mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni msaada. Roho Mtakatifu anakukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nahitaji aksio yangu mimi na wewe. Na kile ambacho Roho Mtakatifu anahitaji ni mimi na wewe kuweza kujishusha kwake, mimi na wewe kuweza kuweka maisha yetu mbele zake ili aweze kutuongoza. Haleluya. Kama vile tunavyoweza kuweka maisha yetu kwa wazazi wetu ambao walituzaa, waweze kutuongoza, wanatukorije, wanatukosoa katika mambo fulani, hivyo ndio tunavyotakiwa kuweka maisha yetu kwa Roho wa Bwana.
Haleluya. Kwa maana iko ndani yetu na anazidi kuongea na anazidi kutusaidia kila siku katika sauti yake. Anatuambia acha hichi, fanya hiki. Anasema mapenzi ya Mungu ni haya na hili. Kwa sababu mimi na wewe tutaweka maisha yetu katika Roho Mtakatifu. Ataweka maisha yetu katika huyu msaada ambao tuko nao. Inakuwa ni vigumu hata kujua. Na kisha tunaenda katika mambo mashida, na kisha tunaenda katika madhaifu, alafu huku tunarudi tunasema Mungu, kwa nini haya yalitokea? Lakini Bwana tayari alishatupatia mimi na wewe msaidizi. Ni maombi yangu mpendwa wangu ya kwamba mimi na wewe tutakwenda kujishusha na kuweza kupokea msaada huyu wa Roho Mtakatifu. Na kama ulikuwa ukishindwa na kuanguka, lakini acha Bwana peke yake aweze kukunyanyua na kupatia tena ushindi. Bwana kubariki na kukulinda, akuinulie nuru za uso wake milele hata milele. Kama bado hujatoa maisha yako kumpatia Kristo, fanya maamuzi siku ya leo. Ni maamuzi ambayo utaweza kuyajutia katika maisha yako. Ni maamuzi ambayo niliyofanya miaka iliyopita na mpaka leo sijawahi kujutia. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Kama kuna kitu ambacho uliweza kuipenda katika hii video, tafadhali unaweza kucomment hapo chini ili tuendelee kujifunza pamoja na kujifunza neno la Mungu na kutangaza injili kwa sote kwa pamoja. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen. Siku njema.